Shule ya sekondari ya Mwangaza ilikuwa shule ya kawaida kama nyingine. Wanafunzi walikuwa na ndoto, hofu na presha ya masomo. Lakini nyuma ya tabasamu na sare za shule kulikuwa na vita ambayo haikuonekana kwa macho. Nelly alikuwa msichana aliyepitia maisha magumu. Alitoka katika familia maskini na kila siku aliishi kwa hofu ya kufeli mitihani na kufukuzwa shule kwa kukosa ada. Ndani ya moyo wake, tamaa ya kubadilisha maisha yake haraka ilimfanya awe tayari kujaribu chochote. Ndipo alipoanza kushirikiana na kundi la siri lililomwahidi mafanikio, ulinzi na maisha bora, kwa masharti ya kuanzishwa rasmi katika ibada za giza na kuwaleta wanafunzi wengine. Usiku mmoja aliwaita wasichana watatu katika bweni: Ruth, Joy na Faith. Ruth na Joy walikuwa waoga na rahisi kushawishika. Walikuwa wakihofia kufeli na adhabu za walimu, lakini Faith alikuwa tofauti. Alikuwa Mkristo mwenye imani thabiti, aliyekuwa hajifichi kusali na kusoma Biblia hata shuleni. Nelly aliwaeleza kuhusu njia ya haraka ya mafanikio. Alitumia hofu zao, akawaambia kuwa kukataa kungeleta madhara. Ruth na Joy walianza kuyumba kwa hofu, lakini Faith alihisi hatari kubwa. Licha ya tahadhari zake, usiku huo walijikuta wakielekea katika darasa la zamani lililoachwa nyuma ya majengo ya shule, mahali palipokuwa kimya na giza. Ndani ya darasa hilo, mishumaa iliwashwa na alama za ajabu zilichorwa sakafuni. Hofu iliwazidi wasichana. Joy alianza kulia, Ruth alitetemeka na hata Nelly alianza kuonekana mwenye shaka, lakini tayari alikuwa amefika mbali sana kuweza kurudi nyuma. Wakati hali ilipozidi kuwa nzito na hewa ikawa baridi isiyo ya kawaida, Faith alipiga magoti na kuanza kuomba kwa sauti. Aliomba bila kuogopa, akimwomba Mungu awaokoe na kuvunja nguvu zote za giza zilizokuwa zimeandaliwa dhidi yao. Ghafla, upepo mkali ulipita darasani, mishumaa ikazimika na hali ya kutisha ikakatika kama vile kitu kizito kilikuwa kimeondolewa. Kulikuwa na kimya kizito. Nelly alianguka chini kwa hofu, akigundua kuwa kundi alilolitegemea halikumlinda, bali lilikuwa limemtumia tu. Alilia kwa uchungu, akitambua kuwa alikuwa karibu kuwaangamiza marafiki zake kwa tamaa ya kubadilisha maisha yake haraka. Asubuhi iliyofuata, wasichana walienda moja kwa moja kwa mwalimu wa malezi na kusema kila kitu. Uongozi wa shule na wazazi walihusishwa na hatua kali zilichukuliwa dhidi ya wale waliokuwa wakieneza ibada za siri shuleni. Nelly alianza kupata ushauri nasaha na msaada. Kwa mara ya kwanza, alielewa kuwa suluhisho la matatizo yake halikuwa gizani, bali katika kusema ukweli na kutafuta msaada sahihi. Ruth na Joy walijifunza kuwa hofu inaweza kukufanya ufuate njia mbaya, lakini ujasiri wa kusema hapana unaweza kuokoa maisha yako. Na Faith alibaki kuwa mfano kwa shule nzima, si kwa sababu alikuwa mkamilifu, bali kwa sababu alisimama imara wakati wengine walipokuwa wanaogopa. Tangu siku hiyo, darasa lile la zamani lilifungwa kabisa, lakini somo kubwa lilibaki mioyoni mwao: kwamba hakuna mafanikio ya kweli yanayopatikana kwa kuuza dhamira yako, na kwamba nuru, hata ikiwa ni ndogo kiasi gani, daima hushinda giza.